Nakumbuka kipindi kilichopita niliweza kuanalyze kuhusiana na ugomvi ambao unaweza ukatokea kati ya Kitana pamoja na Binyanza, na huo ugomvi unaweza ukasababishwa na hiki kinachotokea hapa. Ni kwamba Kitana anatambua kabisa kwamba Binyanza anataka mjukuu wake Maginga aweze kuchukua uchifu, lakini kuna kitu ambacho Kitana amemwambia Maginga ya kwamba unatakiwa ufanye mipango yako, lakini usihusishe maisha ya watu. Yani katika mipango yako ya kutaka kupindua uchifu uhakikishe hakuna mwanahimaya anayepata madhara yoyote yale. Kama utafanya hivyo, basi ujue kabisa mipango yako nitaifelisha. Sasa Maginga tuliweza kuona kwamba amekasirika na kitendo ama maneno ambayo Kitana ameweza kuyatamka ya kwamba atazuia kama atahusisha maisha ya watu, na ninavyofahamu mimi hakuna safari yoyote ile ya mafanikio ambayo haitahusisha maumivu kwa mtu mwingine. So nafikiri kwamba harakati za Mr. Maginga kutaka kupindua uchifu lazima zitahatarisha maisha ya wanahimaya, na wanahimaya hao hata chifu anaweza akawa ni mwanahimaya, kwa sababu sidhani kama Mr. Maginga atakubali kuona chifu anaendelea kuishi kwenye hii dunia, hali ya kwamba anajua kabisa kwamba chifu alihusika na kifo cha nani, cha baba yake. So kitu ambacho naona kabisa kwamba kinakwenda kutokea episodi zinazofuata utakuwa ni ugomvi mzito kabisa kati ya Binyanza pamoja na Kitana, kwa sababu hizi taarifa lazima Mr. Maginga atamfikishia nani? Atamfikishia bibi yake Nyanza, kwa sababu bibi yake Nyanza ndiye ambaye amemtengeneza ama amemshepu Kitana hivi alivyo. Lakini pia Maginga tuliweza kuona akimlaumu sana Mr. Manyakenda kwa sababu anaamini hizi taarifa Kitana hajazipata hivi hivi, huenda Manyakenda atakuwa alimwambia, na tuliweza kuona Manyakenda jinsi alivyokuwa kiliact pindi alipokuwa ameshikwa shingo. Moja kwa moja nimeamini kabisa kwamba huenda atakuwa anafikiria kwamba sasa kama Mr. Maginga amenishika hivi, hizi siku za usoni si ataniua kabisa, na amesema kabisa kwamba kama alishuhudia damu ya baba yake ikimwagika hatashindwa kumuua mtu yoyote yule. So nafikiri kwamba this time Manyakenda hatutaona akiwa na tabia zake za umbea. Kitu kama hiki hapo nafikiri kwamba kitakwenda kutokea episodi zinazofuata, lakini kuna kitu kingine ambacho nafikiri itakuwa ni vema nitakichambua, lakini kabla ya kuchambua make sure umesubscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, like video hii, lakini pia usisahau kushare video hii. Naam, nafikiri kwamba leo tumeona ni kwa kiasi gani mganga Tano amemwaminisha chifu ya kwamba yeye ndo mtu ambaye anastahili kuaminiwa na sio nani, sio mtabiri wa himaya ya Mantale ani Ngalewa. Sasa unaweza ukaelewa kwamba kitu anachokifanya mganga Tano kumwaminisha kwamba yeye ndiye aliyeweza kumdhibiti mzimu wa Kopaku, kama jinsi ambavyo tuliweza kuona. Sasa chifu hapa atakuwa akijiuliza ama moyoni mwake atakuwa akijisemea kwamba sasa kama mganga Tano ameweza kumdhibiti mzimu wa Kopaku ambao ulikuwa unaniwazisha, ambao ulikuwa unanikosesha amani, nilikuwa nashindwa kulala kwa ajili ya huu mzimu wa Kopaku, sasa mganga Tano amefanikiwa kuudhibiti, inaaminika kabisa kwamba huyu ndiye mtu ambaye anafaa mimi ni muamini. So kitu kama hiki hapa nafikiri kwamba chifu atakuwa kikifikiria. Sasa nafikiri itakuwa ni mbaya kwa upande wa Mr. Ngalewa, kwa sababu hata kwenda kuaminika tena na chifu moja kwa moja. Kama ulikuwa hujui kitu ambacho kimemfanya mganga Tano aje kumuonesha chifu wa himaya ya Mantale kwamba aliweza kumdhibiti mzimu wa Kopaku, anachotaka kukifanya hapa ni kwamba anataka amfanye chifu aamini kila kitu ambacho anamwambia yeye, hata yale maneno ya kwamba Ngalewa ndiye aliyehusika kutumia lamvu la kiza kuweza kumpatia kwenye chakula chake ili aweze kufanya nini, aweze kufariki ama kupoteza kumbukumbu zake. Nafikiri kwamba chifu atakwenda kuamini hayo maneno. So episode zinazofuata nafikiri kwamba episode ya 53 tutakwenda kuona ni kwa namna gani chifu amemwamini mganga Tano, na kumwamini mganga Tano lazima atakwenda kumkamata nani, kumkamata Ngalewa, akiamini kwamba yeye ndiye mtu ambaye sio sahihi kabisa kwenye himaya hii, na moja kwa moja tayari amefanikiwa kwa upande huu hapo mganga Tano. Lakini kuna maneno ambayo alimwambia kwamba ili huu mzimu wa Kopaku ufe kabisa lazima hata huo mti ambao amemuhifadhi uweze kufa. So nafikiri kwamba chifu hapo alipo atakuwa ameshaanza kutengeneza mawazo yake ya kwamba sasa kama huu mti ambao
umemhifadhi mzimu wa Kopaku, ukifa basi na huu mzimu unaweza ukafa. Sasa ili niwe na amani zaidi, ninatakiwa nimuue huyu mzimu wa Kopaku. Sasa kumuua lazima ukate ule mti, kitu kama hiki hapo. Sasa hapo ndipo makosa yatakapokuwa yanakwenda kufanyika. Sasa kitu ambacho kinakwenda kutokea episodi ya 53, ndugu unayeifuatilia tamthilia hii hapa ya Kitana, nafikiri kwamba kitakwenda kukuacha mdomo wazi. Lakini vipi kuhusu Lubaya? Lubaya baada ya kupona sasa hivi anamtafuta mke wake. Mimi nafikiri kwamba ni bora asingemtafuta mke wake, kwa sababu mke wake ndiye njia kuu ambayo itamfanya yeye arudi kwenye matatizo yake. Lakini kuna kitu ambacho nimekinotice kumuhusu dada yao, nikimaanisha kwamba Sauda. Sauda ni kwamba ni mpumbafu sana. Sijai kuona mwanamke mjinga kama Sauda, kwa sababu yeye anaamini katika kutoa kafara za mizimu. Anaamini kwamba matatizo yote haya yanayotokea kwenye familia yake, ya kwamba mizimu wanahitaji kupata sadaka. Sasa pamoja na kwamba anafahamu kabisa kwamba familia yake iliweza kuraniwa, yani atakufa mmoja baada ya mwingine, bado anaamini kwamba wakitoa kafara, yani wakiharakisha swala la kutoa kafara kuwapatia mizimu, basi swala linaweza likakamilishwa, yani linaweza likaisha kabisa. Sasa huu ni uongo aliopewa na nani? Na Mganga Tano. Ndio maana Rubaya episodi za nyuma tuliweza kuona ameingia kwenye matatizo makubwa, ama ule ugonjwa alioupata unahusiana na Sauda. Sauda ndiye ambaye aliweza kuwasilisha hizi taarifa kwa Tano. Sasa moja kwa moja walichokuwa kitaka ni kwamba walikuwa kihitaji baada ya mke wake na Rubaya kujifungua, basi Rubaya aweze kutolewa kafara, lakini Kitana ameharibu mipango yao. Sasa swali langu ni hili hapa, unafikiri kwamba Kitana anakwenda kuingia kwenye hatari au hata kwenda kuingia kwenye hatari kwa hiki alichokifanya? Kwa sababu Mganga Tano amesema kabisa kwamba haka kabinti kamenizoea, haka kabinti nitakaonesha. So hii inamaanisha kwamba Kitana anakwenda kuingia kwenye majanga makubwa zaidi. Sasa ukijaribu kuangalia nguvu ambazo yuko nazo Mganga Tano zinaonekana kuwa kubwa zaidi ya nguvu ambazo Kitana yuko nazo. So nafikiri kwamba kutakuwa kuna vita kali ambayo inakwenda kutokea episodi zinazofuata, lakini tukumbuke tu kwamba tayari Kitana atakwenda kuingia, ama atakwenda kuwa na ugomvi, ama atakwenda kulalamikiwa na Binyanza kutokana na maneno aliyoweza kumwambia Maginga, ya kwamba kama atahusisha maisha ya watu kwenye mipango yake, basi ataweza kuzuia mipango yake. Sasa mipango ya Maginga ndio mipango ya Binyanza. Sasa Kitana yeye ni nani aweze kuzuia mipango ya Maginga, wakati anajua kabisa kwamba hizo nguvu zake alipewa na nani? Alipewa na Binyanza ambaye anataka Maginga aweze kuchukua uchifu. Lakini kikubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho Mganga Tano anaweza kukifanya kwa Kitana baada ya kugundua kwamba Kitana aliweza kuvunja laana ambayo iliwekwa kwa nani? Kwa Lubaya, kwa ajili ya kafara za mizimu. Sasa hiki ni kitu ambacho kimenifanya niamini kabisa kwamba huenda Mganga Tano akawa anahusika na ujio wa mzimu wa Kopako. Kwa nini ninasema kwamba huenda akawa anahusika na ujio wa mzimu wa Kopako? Kwa sababu imekuwa ni rahisi kwake yeye kuweza kumdhibiti mzimu wa Kopako. Hii inamaanisha kwamba anaweza kumtumia muda wowote, anaweza kumzima muda wowote, kitu kama hiki hapo. So kitu ambacho natakiwa kufahamu kwa sasa ni kujiuliza kwamba huyu Mganga Tano ana lengo gani na himaya ya Mantale? Kwa nini ameitumia familia ya Sauda? Kwa nini alitaka kumuua Lubaya? Kwa sababu ya kufahamu kwamba familia yao inapitia changamoto fulani, kwamba wana laana ya ukoo, kitu ambacho naamini kabisa kwamba ni uongo mtupu, bali ni mambo yaliyotengenezwa na Mganga Tano mwenyewe. Unajua, kupitia episodi hapa nafikiri kwamba nimekwenda kujua mambo mengi, nimekwenda kupata siri nyingi ambazo hata wewe ulikuwa uzifahamu. Moja kati ya siri hizo ni kuhusiana na Mganga Tano. Unajua, hakuna mtu ambaye alikuwa anajua kabisa kwamba Mganga Tano aliweza kumzuia ama kumdhibiti mzimu wa Kopaku. Hiki kitu hata Ngalewa alishindwa, na alikuja kusema kwamba ili waweze kumdhibiti huu mzimu wa Kopaku lazima waende kwenye msitu wa nini? Msitu wa kifo. Lakini imekuwa ni simple sana kwa Mganga Tano kuweza kumdhibiti huu mzimu wa Kopaku, hata hajaenda kwenye huo msitu wa kifo. So kitu ambacho kinanifanya niamini kabisa kwamba Mganga Tano anaweza akawa sio mtu mzuri kwenye himaya. Kitu kama hicho hapo. Lakini tukumbuke mwanzoni kabisa nilishachambua kuhusiana na hili bifu zito lililokwenda kutengenezwa na Kitana kwa Maginga. Mimi nafikiri kwamba Kitana hakutakiwa kutumia haya maneno kumwambia Maginga ya kwamba anatakiwa awe makini, asihusishe
maisha ya watu, yani katika mipango yake ya kutaka kupindua uchifu ahakikishe kwamba haangamizi mtu yoyote yule. Hiki ni kitu ambacho hakitawezekana. Naamini kabisa kwamba Maginga atakuwa ameshamwaga damu za watu wengine katika kutafuta nini? Katika kutafuta kiti cha uchifu. Sasa kama Kitana atagundua kwamba Maginga tayari ameshamwaga damu, nafikiri kwamba kutakuwa kuna vita kubwa kati ya Maginga pamoja na nani? Na Kitana. Na nilishasema hayo, lakini tukumbuke tu kwamba Kitana anatafutwa sana na himaya hii hapa ya Mantale, yani watu wanaamini kwamba yeye ni mshirikina. So nafikiri kwamba Maginga kama atakuwa sio chifu ambaye anafuata tena mwenye nidhamu, anaweza akamtafutia kesi Kitana ili aingie hatarini, kwa sababu ya kumzuia yeye asije akamzuia mipango yake ama akazuia mipango yake kwa hapo baadaye. So nafikiri kwamba Maginga anaweza akafanya kitu kama hiki hapa, kumkamatisha Kitana. Sasa sidhani kama Maginga atakuwa na hiyo akili, kwa sababu ni mtu ambaye amenyooka, mambo yake anayoyafanya hayawezi kudhuru mtu yoyote yule, kitu kama hicho hapo, kwa sababu tuliweza kuona episodi zilizopita alikuwa na hofu na jinsi ambavyo wanahimaya wanateseka, wanapitia changamoto kwa kuambiwa kwamba waweze kutoa 50% ya mazao yao kwenye sikukuu ya mavuno. Lakini pia nafikiri kwamba mwishoni mwa episodi tuliweza kushuhudia kitu cha ajabu kutoka kwa Mama Kabula. Mama Kabula tunafahamu kwamba amemshikilia mke wa mtoto wake, lakini hataki kuonesha kabisa kwamba amemshikilia mke wake, na hii ni baada ya kutengeneza mwanamke mwingine ambaye anafanana na nani? Anafanana na mke wake. Sasa unafikiri ni kipi ambacho anakipanga kama sio kumtoa kafara huyu jamaa? I don't know, jina lake nimelisahau kidogo, nafikiri anamuita Manungu, si Manumbo, kitu kama hicho hapo. Sasa nafikiri kwamba Kitana episode ya 53 anatakiwa kufanya kitu kwa huyu Mama Kabula, kwa sababu hajakoma kabisa hata baada ya kugeuzwa